Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Jina la Bwana lihimidiwe. Amen. Mama mchungaji, kwa ridhaa yako naomba kulingana na muda. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Wakina mama mpo? Sisi ni jeshi kubwa. Haya, kwa wakati wetu tukitoka tukasome Mithali 31, tuanze aya ya 10 mpaka ya 31. Nimesema Mithali 31, tukaanze kusoma 10 mpaka 31. Tuangalie nafasi yetu akina mama ni wakina nani. Maneno machache yanasema mke mwema ni nani awezaye? Maana kinywa chake chapita kinywa cha dhahabu iliyosheheni madini yaliyokithiri, yani hayajawahi kutokea ubora zaidi ya hayo. Kwa hiyo tusimame pale tusome. Lakini nataka tusome wakina baba na wakina mama, Zaburi 127 aya ya 3. Tazama, wana ndio urithi wa baba, uzao wa tumbo ni nini? Thawabu. Sawa Kwa nini napita huko? Nitaeleza. Tukasome Efeso. Sawa? Efeso pale Mungu aligawa kazi za kila mtu. Tunatofautiana nafasi na utendaji, ila sisi wote tumeumbwa kwa mfano wake. Kuna aliyeambiwa ampende mwenzie na kuna aliyeambiwa amtii mwenzake. Sawa Alafu kuna onyo liko pale, wakina baba msichokoze watoto bali mwalee katika dini. Sawa Efeso 6:4, si ndio? Sasa kwa nini nimesema hivi vitabu tukavisome kwa wakati wetu wenyewe kulingana na muda? Nataka kusema hivi, sisi wakina mama, nianze na sisi wakina mama, sisi ndio tumepewa nafasi kubwa sana ya malezi ya watoto wetu. Na sisi ndio tunaweza tukaamua mtoto wangu awe mvuta bangi au awe mfuasi wa Kristo. Maanake tunapozana kulea watoto tuna chaguzi mbili, kuwa mfuasi wa Kristo au mfuasi wa shetani. Hiyo inatokana na wewe mama umeanzaje. Tunaelewana? Ndio. Kwa nafasi ambayo Mungu alitupatia, kwanza kuwahifadhi wale watoto toka tumboni mpaka baadaye kuwapa mahusiano yetu ya miili na wao kwa nia ya kwamba kuwanyonyesha. Aliweka hivyo makusudi. Tunaelewana? Ndio. Mimi nataka niwafundishe kwa mfano michache tu kwamba tunafanya malezi ya aina mbili sisi. Kila malezi nitaeleza kwa mfano wake, alafu nitakuja kueleza madhara. Sawa? Ndio. Mtoto akiwa mdogo tunaanzaga kumfundisha kukaa, si ndio? Sasa tunapomfundisha kukaa, moja kwa moja huwa tunamfundisha akae kwenye poti, si ndio? Kwa maana kwamba ajue kujihudumia mwenyewe. Lakini katika mafunzo yale ukumwamuru kwamba kaa hapa, akakaa siku moja, si ndio? Kuna saa alikosea, tulimvumilia mpaka akaja akaweza kujihudumia yeye mwenyewe. Yale yanaitwa ni malezi ya mafundisho. Malezi ya mafundisho, mzazi unatakiwa uwe mwalimu, mtoto wako awe mwanafunzi. Na ukumbuke kwamba hata ulipoenda shule kuna saa ulikosea, lakini mwalimu alikuvumilia mpaka ukaja ukaelewa, si ndivyo? Je, vipi kuhusu watoto wetu ambao tunawalea kwa mapenzi mema? Tukishaweza kuwafundisha wakikaa kwenye boti, kwa nini tunafika mahala tunawasahau? Naomba tuendelee kuwapa watoto wetu malezi ya mafundisho bila kuchoka, kuepusha madhara ya baadaye yanayoweza kuwapata, aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Ndio maana nimesema we mama kaanze kujisoma we mwenyewe. 10 hadi 31, ile Mithali ya 31 inakutaka ufanye nini. Tunaelewana? Ndio. Sasa hawa watoto msipowalea katika misingi ya Mungu, katika misingi ya kumfahamu Mungu tu, kwa sababu mtoto akishamfahamu Mungu atajitambua yeye mwenyewe na hata kuwa mzigo tena kwako. Kwa nini napiga kelele sana na nyinyi wakina mama? Hivi ni sahihi kweli mtoto wako wa miaka 13 kurembezwa? Ni sahihi jamani? Tuzungumze ule ukweli, ni sahihi?
niko hapa nakupa ufahamu kwamba kwa nini sasa tunakataza sisi mtoto wa miaka 13 hadi 17 asijamiiane. Sheria ya Tanzania inatuambia yule ni mtoto. Sawa? Yule ni mtoto. Mtoto yule anatakiwa apewe haki zake za msingi: kusoma, chakula, mavazi na malazi mazuri. Sio kumtuma aende kwa sababu mji fulani wako Marekani, nenda karembezwe pale sisi tupate kipato. Yapo majibu ambayo utakuja kushindwa kumjibu Mwenyezi Mungu siku ya mwisho. Ametuambia Afande Gaudens. Tazama hiyo aje upesi, si ndio? Anabisha nini? Ufunuo hiyo mmesema, si ndio? Haya. Kwa hiyo sasa mimi nimesimama hapa kutukumbushane hivyo kidogo na tuelezane madhara. Mtoto kwa sheria ya Tanzania ni kuanzia anapozaliwa mpaka anafikisha miaka 18. Huyo ni mtoto. Hastakiwi kunyanyaswa kwenye manyanyaso ya aina yoyote yale ya kiukatili. Uwe ukatili wa kiuchumi, ukatili wa kisaikolojia, ukatili wa kingono, tunaelewana? Na ukatili wa kimwili. Ngono na mwili vyote si vinafanyika ndani ya mwili mmoja, si ndio? Lakini kwa nini tukatofautisha mwili alafu tukasema ngono? Mwili kuna vile vipigo vilivyokithiri, kumchoma moto, kaiba, sijui ajala, amefanya nini, unaenda unamuongoza vidole, unampiga vipigo ambavyo vimevuka uwezo wa umri wake. Hayo yote ni makosa ya jinai kwa sheria za Tanzania. Ukatili wa kingono ndo huko ninakosema, kaolewe pale, sisi yuko Marekani tupate kula. Yupo Mungu, nyie watu. Yupo Mungu. Kama una nia hiyo na kusiuiache. Yupo Mungu ambaye hujawahi kumuona wala kukutana naye, ila yupo. Anakupa usingizi, anakunyeshea mvua na jua anatuhakishia. Yupo. Acheni hizo tabia. Sisi tumeambiwa na Afande Gaudens tujitofautishe na watu wa mataifa. Sisi ndo tuwe mfano. Na jamii yote hii ikiwa salama, lezoni sisi hapa tuko salama. Jamii yote hii ya kanisa hapa tulipo, tukiamua kuwa salama, kukataa hayo matendo ya kunyanyasa watu, kuwafanyia ukatili kwamba aolewe angali mdogo, hapana. Lakini si kwa watoto wa kike tu, hata wa kiume. Wakina baba mpo? Mwana mzuri si ndo anakuwa furaha yako ila mbovu ni mzigo wa nani? Si ndio Sasa na wewe saidia ili mwanao awe mzuri. Sawa? Ile minywele kama sijui kitu gani kule barabarani, kazi hakuna, kuamka kutembea, kurudi kutembea. Wafanye kazi. Kazi itamuondosha kwenye hiyo mihemko yake. Si kwamba anaoa, anakwenda kufuata yule mwanamke, ni mihemko ya mwili ambayo mwili hawezi kujizuia. Watumikisheni vijana wenu, tuache zile mila ambazo hasitaki eti mtoto wa kiume yeye afanye kazi, mlemavu huyo. Bwana Yesu asifiwe. Mlemavu huyu kweli hawezi kubeba dumu la maji akamsaidia mama yake kuleta? Tusaidiane katika malezi hayo. Na mimi nina uhakika taifa la Kongo halina hii tabia mbaya ambayo imeingia mkambini ya kurendezana ovyo. Kule Kongo hakuna. Mbona nasikia kule wana tabia kama za kwetu kule Umasaini za kuchapana fimbo? Sasa kwa nini huku hizo tabia zisiaplaiwe huku? Hapana, yule aliyokuwa anatuweka sasa kwamba tunaenda si ameshatuadhiri hapa. Kwa hiyo anatuachia jamii ngumu, sisi tushindwe cha kufanya kulea watoto wetu. Ifike mahala tukubali, tuzifate. Mbona kuna mila zingine zinakubali kuzifata? Vipi za malezi ambayo ndio msingi mzuri wa namna ya kukomaza watoto wetu? Kanisa, sisi tukiamua hapa ndani tunaweza kufikia malengo tuliyojiwekea na tunayotamani. Haiwezekani mundani ukaiuliza familia, wewe unataka watoto wako wavuta bangi, akakwambia ndio. Sina imani hiyo.
Wewe unataka watoto wako wawe tu anaendaga tu kuchukua watoto wenzao kuwaharibu. Sidhani kama kuna mzazi anamtumaga kijana wake vile. Lakini kutokana na maumbile jinsi tulivyoumbwa, yule akikosa kazi atafanya hicho. Lakini akipata kazi, akiamka asubuhi na ratiba yake 1, 2, 3, giza linaingia, hawezi kufikiria kufanya hayo mambo. Tutumikishe vijana wa kiume. Hawa nyie wanaume kweli toka kuumbwa kwenu ni watawala, tumekubali. Lakini sasa tutakuwa na mtawala mpuuzi. Amina. Mtawala asimame katika nafasi yake ya utawala akijitambua kwanza kwa yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana lihimidiwe. Amen. Nimesimama hapa kwa maana mimi napinga sana hizo habari za kurendeza. Ndio maana naongea kwa kirefu sana. Sizipendi na sizitaki. Natamani hawa visura na wenyewe wakuwe, wajisikie mambo yao wenyewe, sio kuwashurutisha wakaanze kutaabika na mambo ambayo si haki kwa umri wao. Si haki na ni mateso. Hata kama we mzazi ulishapita kule, nimesema hivi, tunajifunza kutokana na makosa tuliyoyafanya. Tuache sasa kuvumiliana huko, mtoto kabakwa, mtoto si anafanya nini, kwa mila na desturi za Kongo, hapa panahitajika ndesa, sijui panahitajika kiuno, kilitoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unauza utu wa mtoto wako kwa pesa, lakini roho haijawahi kununuliwa. Wala mkono wangu ukikatika hapa haupo mwingine. Unauza utu wa mtoto wako kwa karatasi ambazo hazina thamani kama yule mtoto wako. Tunapoona vitendo vya namna hiyo, na wasii sana tusivivumilie, tutoe taarifa vituo vya polisi. Sisi tupo na taarifa zenu zitakuwa fiche na tutamsaidia yule mtoto. Je, akija kuwa mke wa kishekaji wa 2090, si umefaidika wewe? Umemsomesha, kasoma, kajitambua. Kwa nani hapa atakuwa na garanti kwamba mimi nitaendelea kwa umuhimu? Maisha yanabadilika. Yakibadilika kesho, watoto wako mwaweka wapi? Wapeleke shule, wape misingi ya muhimu, yani misingi ya haki ile ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Nasisitiza kwa wakati wetu tukasome wakina mama. Sawa? Nafasi yetu ni ngumu na ni Mungu ndo alitupa. Lakini wakina baba mtusaidie. Nimeambiwa na nyie muwalee watoto ila msiwachokoze. Na wasi kwa sababu nyie ni wakina baba, hata wewe una nafasi mara moja kwa wiki ya kufanya kikao na familia yako. Usione aibu kukaa kufanya kikao na watoto wako. Utapata kitu gani wanapitia, wanakutana na changamoto gani? Wewe umegombana na mkeo ndani, mama anakuja anamalizia mtoto stress kwa kumpiga vipigo vilivyokithiri. Na wewe ukija uulizi, unaingia kulala. Tunamwathiri huyu mtoto, akikuwa anaona ndio maana kwetu walikuwa wanapigana tu, wanatukanana, naye anapita mle kwa sababu 80% ya wewe hapo ulipo malezi yatoa ndani. Haya mengine ulipokuja kujitambua ukaamua mwenyewe kwamba sitaki kunywa pombe, hii ni yangu mwenyewe. Si ndio? Sitaki kuvuta sigara, ni wewe mwenyewe, maamuzi yako yalitokana na nini? Na utashi wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naamini kwa kusema haya mimi nimemaliza. Nawapenda sana, nawashukuru kwa kunikaribisha kuja kuabudu nanyi, na isiwe mwisho.